sababu hukuambiwa iliyo kweli. Sitakufundisha ili unipende, na sitakufundisha ili kukufurahisha. Nitakufundisha uijue kweli ya neno la Mungu, ili ufanye maamuzi binafsi kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba ufunike macho yako, alafu fuatisha sala hii. Sema: Mungu Baba, katika jina la Yesu, nipo tayari kusikia neno lako. Nipo tayari kufanyia kazi maelekezo yako. Nipo tayari kubadilika. Ninaomba Roho wako Mtakatifu anipe utulivu wa nafsi, ili niweze kuelewa neno lako na kulifanyia kazi. Katika jina la Yesu. Amen. Nataka tuanze na jambo la kwanza, ambalo ni agenda ya kuweka roho ya mpinga Kristo kwenye mioyo ya watu. Katika nyakati tunazoishi, roho ya mpinga Kristo inapandikizwa kwenye mioyo ya watu. Ni aina ya roho inayopingana na utakatifu, na kitu inachofanya ni kuwafanya watu waamini kwamba wanaweza kwenda mbinguni hata kama wanaishi kwenye dhambi. Na ndio maana unaweza kuona mtu anafanya uchawi na bado anasema ameokoka, anampenda Yesu. Sasa hazungumzii Yesu unayemjua wewe, anazungumzia roho ya mpinga Kristo inayotenda kazi ndani yake. Na mtu wa namna hii kanisani anaenda na anapewa na uzee wa kanisa. Lengo ni ili aambukize ile roho iliyoko ndani yake kwa watu wengine. Kwa hiyo usitishwe kusikia mtu anasema anampenda Yesu. Angalia matendo yake kwanza, yanamtukuza Yesu anayemtaja? Kwa sababu kama matendo yake yapo kinyume na ukiri wake, basi inamaanisha ya kwamba anachokimaanisha ni roho nyingine ya mpinga Kristo. Na ndio maana maandiko yakatuonya mapema kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 21 kwamba si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye ayafanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Na hii roho ya mpinga Kristo inatenda kazi mpaka kwa watumishi. Katika siku hizi za mwisho, kuna watumishi wanainuka wakiwa na ushawishi mkubwa sana, lakini maisha yao hayana ushuhuda wa Kristo, na wanatumika kuwapotosha watu na kuwafanya waamini kwamba unaweza kuokoka na wakati huo huo ukawa mtenda dhambi. Na ndio maana sasa hivi ukikemea dhambi, watu wanakuambia usihukumu. Ukiwaambia watu waache uzinzi, wanakuambia hakuna mkamilifu. Wanasema Mungu anaangalia moyo. Na hali imekuwa mbaya kiasi ambacho watu hawamtaki tena huyu Yesu aliyekufa na kufufuka. Badala yake wanamtaka Yesu wao wa tofauti, ambaye hachukizwi na dhambi, hachukizwi na uovu. Yesu anayekuruhusu kuvunja amri zake kwa kisingizio cha neema. Huyo ndiye aina mpya ya Yesu ambaye watu wanamtaka kwenye nyakati hizi za mwisho. Watu wanamtaka Yesu anayewaruhusu hata kutembea uchi wakijisikia. Hawataki waambie chochote kuhusu utakatifu. Wanataka uwape uhuru wa kufanya chochote wanachojisikia, bila kujua kwamba aina ya roho inayotawala maisha yao ni roho ya mpinga Kristo. Na ndipo dunia ilipofika, na ndizo nyakati tulizo nazo. Na hiyo ni agenda iliyopo duniani kote, na fedha nyingi sana zinatumika kuhakikisha hiyo agenda inafanikiwa na kuyateka mataifa yote na kuwapeleka watu kuzimu. Ngoja nikupe mfano utakao kusaidia kuelewa jambo hili vizuri. Na hapa nataka nikurudishe tarehe 24 Disemba ya mwaka 2017 ilipotoka filamu ya Yesu inayokwenda kwa jina la The Chosen. Hii ni filamu iliyoongozwa na Dallas Jenkins, ambaye ni mwabudu shetani kutoka kwenye kanisa la kishetani la Mammon, na amekuwa akinukuliwa akisema, wote tunampenda Yesu mmoja. We love the same Jesus. I don't deny we have a lot of theological differences, but we love the same Jesus. Sasa ukisikia mwabudu shetani anasema anampenda Yesu, ufahamu ya kwamba hazungumzii Yesu unayemjua wewe aliyekufa na kufufuka. Badala yake anazungumzia kinyume chake, akimaanisha mpinga Kristo. Na lengo la siri la kutengeneza hii filamu ni kuandaa mioyo ya watu ili wampokee mpinga Kristo bila wao kujua. Na wanapotengeneza maudhui wanatumia akili na ufahamu wa juu sana ili kukuficha wewe usielewe wanachomaanisha. Na ndio maana nimekuwa nikikusisitiza mara kwa mara kwamba katika nyakati hizi za mwisho,
wanapenda sana kujifunza kujua alama za nyakati na alama za mawasiliano, kwa sababu hiyo ndiyo njia wanayotumia kukuficha usielewe malengo yao kuhusu nafsi yako. Nasema hivyo kwa sababu ukiitazama hii filamu haraka, utaipenda na itauteka moyo wako. Hata mimi nilipoitazama mara ya kwanza, nilivutiwa sana na jinsi walivyoiandaa. Lakini baada ya muda, nikagundua imebeba agenda ya kumkaribisha mpinga Kristo ndani ya mioyo ya watu. Kwa nini nasema hivyo? Aliyeigiza kama Yesu kwenye hii filamu anaitwa Jonathan Rumi, na nimekuwekea picha yake hapo, unaweza kumwona. Huyu yupo kwenye chama cha siri cha kishetani cha Freemason, na ndio maana ukiangalia hiyo picha unaona amevaa pete ya Freemason yenye umbo la fuvu la kichwa. Nafikiri unaweza kuiona vizuri. Sasa ninaelewa, unaweza ukasema maisha binafsi hayahusiani na ujumbe wanaowasilisha kwenye filamu. Lakini mimi ni mtumishi wa Mungu na ninalo jukumu la kukufungua ili ujue ukweli. Ukitazama filamu ya The Chosen, unamuona huyu anaigiza kama Yesu akikonyeza, kwa maana ya kufumba jicho moja kama inavyoonekana hapo kwenye picha. Sasa hiyo ni alama inayotumiwa na waabudu shetani, ikiwa na tafsiri ya jicho la Tammuz au jicho la Horus. Na nilishakufundisha haya mambo, na ndio maana watu wote waliopo kwenye chama cha kishetani wanatumia hiyo alama kufikisha ujumbe wa ibada ya kishetani. Sasa ukitazama episodi ya 2 kwenye season ya kwanza, unamuona Jonathan Rumi ambaye ameigiza kama Yesu akikonyeza. Hebu angalia hicho kipande, alafu nitaeleza. I'm Jesus of Nazareth. Well, apparently something good can come from Nazareth. What? Mary, I'm honored to be here. Sasa unisikilize. Yesu hawezi kukonyeza. Na hata kama unaigiza, huwezi kutengeneza mazingira ya kuwaaminisha watu kwamba Yesu anaweza kumkonyeza mtu. Hapo kuna agenda ya kishetani imefichwa. Kwa sababu ukisoma kwenye maandiko, kile kitabu cha Mithali sura ya 6 mstari wa 13 na 14, maandiko yanamtafsiri mtu anayekonyeza kama ni mtu mwenye uovu ndani yake. Ngoja nikusomee, alafu nikusaidie kutafsiri alama za nyakati katika siku za mwisho. Maandiko yanasema, ukonyeza kwa macho, unena kwa miguu, huashiria watu kwa vidole vyake, mna upotofu moyoni mwake, hutunga uovu daima, hupanda mbegu za magomvi. Kwa hiyo kufuatana na neno la Mungu, mtu anayekonyeza maana yake ni mtu mwenye upotofu na ni mtu mwenye uovu. Kwa hiyo unapoona waabudu shetani wanaigiza kuonyesha Yesu anakonyeza, ufahamu ya kwamba hawamzungumzii Yesu unayemjua wewe. Wanazungumzia mpinga Kristo, kwa sababu yeye ndiye amejaa upotofu na uovu ndani yake. Alama ya jicho la Horus haijaishia hapo. Wanaionyesha mpaka kwenye mabango ya matangazo ya filamu. Hebu angalia hili bango. Huyo ameigiza kama Tomaso kwenye filamu ya The Chosen. Ukiangalia utaona upande mmoja wa jicho ameufunika kwa nguo. Sasa usije ukafikiri amefunika jicho moja kwa bahati mbaya. Hiyo ni alama ya kishetani ya jicho la Tammuz. Angalia na hii picha kwenye bango. Ni alama ile ile ya jicho. Na utakumbuka nilikwambia alama ya jicho inatumika kuwakilisha ushoga kwenye vyama vya siri vya kishetani. Sasa walioandaa hii filamu ya The Chosen ni watu wanaounga mkono ushoga, LGBTQ. Na ili kuthibitisha hilo, angalia hii video inaonyesha wakifanya shooting kwenye episode ya Love and Laundry. Sasa ukiangalia upande wa kushoto, utaona kuna bendera ya mashoga inapepea. Na hiyo ndiyo agenda iliyopo nyuma ya filamu ya The Chosen, inayopendwa na mataifa yote. Wanaiandaa mioyo ya watu kumpokea mpinga Kristo. Kwa hiyo kupitia filamu hii, wanapitisha agenda ya kumtengeneza Yesu asiyejali utakatifu na anayechukuliana na uovu. Na hiyo ndiyo agenda ya siku za mwisho inayotupeleka kwenye mpango mpya wa dunia, New World Order. Na mimi nipo hapa, nataka nikusaidie ujue ukweli. Yesu halisi
anachukia dhambi. Yesu halisi aliyekufa na kufufuka hafurahishwi na uzinzi wako wewe. Yesu halisi anataka watu watubu na kuishi maisha matakatifu sawasawa na kutubu kwao. Na ninakushauri wewe unayenisikiliza, kataa roho ya mpinga Kristo inayopita duniani na kuwaingia watu. Epuka maisha ya dhambi kwa gharama yoyote. Usikubali kudanganywa na wajumbe wa shetani wanaolitaja jina la Yesu lakini hawataki kuuacha uovu. Maana Biblia inatuambia kila alitajaye jina la Bwana aache uovu. Kwa hiyo usikubali kudanganywa. Hapa duniani si kila mtu anayeitwa mtumishi ni mtumishi wa Mungu. Wengine ni wajumbe wa kuzimu wameletwa kwa siri ili kuwapotosha watu. Hapa duniani si kila mtu wa kumuiga. Wengine wameletwa kwa siri ili kupoteza nafsi za watu wengine. Kwa hiyo usalama wako ni kulifuata neno la Mungu linasemaje. Salama yako ni kuachana na mambo ya dunia hii na kumfuata Yesu. Ninajua inawezekana unapenda sana kuwa wa kisasa, lakini kubali kuwa mshamba wa mambo ya dunia hii ili uweze kufika mbinguni. Na yasema maneno haya kwa sababu tupo dakika za majeruhi. Muda wowote kuanzia sasa parapanda italia na Yesu atatokea pale mawinguni. Kwa hiyo sina neema ya kukupamba kwa maneno mazuri, utanisamehe tu kwa kweli. Nipo hapa kukuambia ukweli, wewe mwenye kiu ya kuiona mbingu. Sikutishi lakini nakuandaa ili hata unapokuwa kazini ufanye kazi ukijua Yesu anarudi. Hata kama unasoma shule, usome huku ukijua saa yoyote parapanda italia. Kwa hiyo weka maamuzi ndani yako kwamba kati ya watakaobaki, wewe usiwe mmoja wao. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili tunaloenda kuliangalia ni mipango ya watawala wa dunia kwenye siku za mwisho. Sasa, kwa nini ni muhimu kujua mipango ya watawala wa dunia? Ni kwa sababu kitu chochote wanachopanga kinagusa maisha yako ya kiroho na kinaweza kutumika kukutoa kwenye imani yako. Lakini pia kufahamu mipango ya watawala wa dunia kwenye siku hizi za mwisho itakusaidia kujua kalenda ya kiroho, kwamba tumebakiza muda kiasi gani kumlaki Yesu pale mawinguni. Na ndio maana Yesu anasema kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 24 mstari wa 33 kwamba nanyi kadhalika myaonapo hayo yote, tambueni ya kuwa yu karibu milangoni. Bwana Yesu asifiwe. Sasa jambo la kwanza unalotakiwa kulifahamu ni kwamba dunia hii tunayoishi inaendeshwa kwa mifumo. Na nataka nikusaidie mifumo michache itakayokusaidia kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Mfumo wa kwanza ni mfumo wa fedha na uchumi, ambao mpinga Kristo atautumia kutawala uchumi wa soko na kuwafanya wanadamu wamwabudu yeye. Na maandalizi yameanza miaka mingi sana. Na ndio maana ukitazama noti nyingi utaona zimewekewa alama ya kishetani. Kwa mfano, ukiangalia hapo kwenye picha, hiyo ni noti ya shilingi 500 ya Kitanzania. Na unaweza kuona ina picha ya joka. Na ukisoma kwenye Biblia kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, unaona shetani akijitokeza katika sura ya joka. Kwa hiyo unapoona alama za namna hiyo, fahamu ya kwamba anayetawala mfumo wa fedha na uchumi ni shetani. Ukiangalia na dola ya Kimarekani au $1 bill, unaweza kuona ina alama ya jicho la Horus pamoja na alama ya piramidi. Zote ni alama za kishetani na zimewekwa kukuonyesha kwamba anayetawala mfumo wa fedha na uchumi ni shetani mwenyewe. Unanisikiliza? Huo ni mfumo wa kwanza. Mfumo wa pili ni mfumo wa afya, ambao ndani yake kuna chakula na dawa. Sasa katika siku hizi za mwisho, mfumo wa afya ndio mfumo unaotumika kubadilisha DNA za wanadamu na kuwatoa kwenye asili ambayo Mungu aliwaambia. Na kama utakumbuka, siku ya 3 nilikupa angalizo kwamba chunga, usiwe mwepesi kupokea chanjo na usiwe mwepesi kutumia bidhaa za ngozi zilizoandikwa anti-aging. Kwa sababu kwa mujibu wa agenda ya kishetani inayoratibiwa na World Economic Forum, wanataka kwamba ikifika mwaka 2030 wanadamu wote duniani wawe wamebadilishiwa DNA zao. Sasa kubadilishiwa DNA maana yake hautaweza kuokolewa tena, kwa sababu ile asili ya utu wako ambao Mungu alikuumbia inakuwa imeshabadilishwa. Kwa nje unaonekana mtu,
lakini ndani ni kitu kingine. Na hicho ndicho kizazi ambacho shetani anataka kukiandaa kwa ajili ya mpango mpya wa dunia. Asikiaye na afahamu. Na ndio maana ukiangalia nembo zinazohusiana na afya, utagundua zimewekewa alama ya utambulisho wa kishetani. Ngoja nikupe mifano itakusaidia. Hiyo unayoiona hapo kwenye picha ni logo ya hospitali ya taifa ya Muhimbili iliyopo Tanzania. Ukiangalia vizuri, utaona ina picha ya joka likiwa limejivingirisha kwenye mwenge. Na siku ya jana nilikufundisha kwa kirefu sana, nikakwambia mwenge ni alama ya Mungu wa jua. Si hivyo tu, lakini ukiangalia na logo ya shirika la afya duniani, World Health Organization, utaona ina alama ya kishetani ya joka. Yote hiyo ni kuwasilisha ujumbe kwamba shetani ndiye anayetawala hii mifumo. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja tuangalie mfumo wa tatu. Huu ni mfumo wa elimu ambao unatumika kuyadanganya mataifa na kuwafanya wanadamu wasijue kweli ya neno la Mungu. Na ndio maana ukifanya utafiti utagundua ya kwamba kadiri watu wanavyosoma sana, ndivyo wanavyopoteza uwezo wa kuamini kama kweli Mungu yupo. Na sasa hivi wasomi wengi wamehamia kwenye imani ya kishetani ya nguvu za universe. Na kwa bahati mbaya sana, vijana wengi wameingia kwenye hiyo imani ya kuamini kwenye frequencies za chakra bila kujua kwamba wanamwabudu shetani. Sasa Mungu akinipa nafasi nitakuja kukufundisha ushetani uliopo ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Mfumo wa 4 ni mfumo wa siasa na uongozi ambao unatumika na vyama vya siri vya kishetani kuweka viongozi kwenye mataifa. Na hawa viongozi wanakuwa wamewekwa ili kupitisha agenda za ushoga na kuandaa watu kupokea utawala wa mpinga Kristo. Na mifumo yote niliyoitaja inatawaliwa na shetani. Sasa ukielewa hili jambo vizuri, itakusaidia sana kujua kwa nini Yesu alikuja kutuokoa. Ukisoma vizuri kwenye maandiko, utagundua Biblia haisemi kwamba Yesu alitumwa duniani. Biblia inasema Yesu alitumwa ulimwenguni. Ndivyo Yohana sura ya 3 mstari wa 17 inavyotuambia. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Kwa hiyo kama Yesu alitumwa ulimwenguni, maana yake kuna tofauti kati ya dunia na ulimwengu. Dunia ni hii ardhi unayoikanyaga ambayo Mungu ametuweka, au kwa lugha uliofundishwa shule, dunia ni sayari. Lakini ulimwengu maana yake ni mifumo inayotawala kwenye ardhi ambayo Mungu ametuweka. Ndipo unapata neno la Kigiriki linaitwa cosmos, lenye maana ya mifumo ya utawala. Sasa hiyo mifumo Yesu alikuja kuishughulikia ili kutusaidia sisi, kwa sababu alijua ya kwamba shetani anaitumia mifumo hiyo hiyo kumwangamiza mwanadamu. Unanisikiliza? Sasa kwa mujibu wa maandiko, dunia tunayoishi pamoja na mifumo inayotenda kazi ndani yake, yote inatawaliwa na shetani. Na ndio maana ukisoma kwenye Biblia unaona maandiko yanamuita shetani kama mungu wa dunia hii, lakini ni ile mungu ya herufi ndogo yenye maana ya mtawala. Na unaipata hii kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 3 na 4. Maandiko yanasema, lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unisikilize. Pamoja na kwamba shetani ni mtawala wa dunia hii, hawezi kufanya chochote bila kumtumia mwanadamu. Inakuwa hivyo kwa sababu katika utaratibu wa kanuni za kiroho, jambo lolote linalotakiwa kufanyika hapa duniani ni lazima lifanywe na mwanadamu. Na ndio maana hata mapepo hayawezi kufanya kazi mpaka yaingie ndani ya mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo shetani anapotaka kufanya jambo, anatumia watu ambao wamekubali kumwabudu na kumtumikia. Na kupitia hao watu ndipo anapata nguvu ya kuitawala dunia pamoja na mifumo iliyopo ndani yake. Na hapa nataka nikutambulishe kwa mtu anaitwa Adam Weishaupt.
Huyu ni mmoja kati ya watu waliokubali kumwabudu na kumtumikia Shetani. Na huyu ndiye alikuwa mwanzilishi wa chama cha siri cha kishetani ambacho ninaamini umewahi kukisikia na kukifahamu kwa jina la Illuminati. Alikianzisha mwaka 1776 alipokuwa Ujerumani kwenye mji wa Bavaria. Sasa ili kuwasaidia wengi waweze kuelewa, chama cha siri cha kishetani cha Illuminati ni chama kilichoanzishwa kwa malengo ya kuandaa wanadamu kwa ajili ya mpango mpya wa ulimwengu, New World Order, utakaotumika kuwafanya wanadamu wote wamwabudu Shetani kupitia mpinga Kristo. Na ili kuyafanikisha hayo malengo, moja kati ya kazi ambazo Illuminati wanafanya ni kuandaa viongozi wanaobeba maono ya kishetani na kuwaweka wawe maraisi kwenye nchi mbalimbali duniani. Kwa lugha nyingine, Illuminati ndio wanaamua nani anakuwa rais. Kwa hiyo maraisi unaowaona kwenye nchi mbalimbali, wengi wameshaunganishwa kwenye mfumo wa kumwabudu Shetani na wanatumika kama vyombo vya kupitisha agenda za kishetani kwenye mifumo yote niliyokutajia, kwa maana ya mifumo ya fedha na uchumi, mifumo ya siasa na uongozi, mifumo ya elimu na mifumo ya afya na madawa. Labda nikupe mfano utakao kusaidia kuelewa namna ambavyo agenda za kishetani zinapitishwa kupitia viongozi wa nchi unaowafahamu. Wakati rais wa 5 wa Kenya William Ruto anaingia madarakani, aliionyesha dunia kwamba yeye ni mcha Mungu, na wengi sana walifurahi kuona Afrika Mashariki imepata kiongozi aliyeokoka. Na mara kadhaa alionekana hadharani akiomba na kuimba tenzi za rohoni. So let us sing. Mbele endelea, ninazidi kutembea, maombi uyasikie, e Bwana unipandishe, e Bwana uninue kwa imani, simame nipande milima yote, e Bwana unipandishe. Lakini ghafla akabadilika na akakubali kupokea agenda ya kishetani kutoka kwa Bill Gates Foundation ya kupandikiza digital IDs kwa wananchi wake. By December, we will be able to launch digital ID where every Kenyan don't have to carry any paper, plastic or otherwise, as an ID that they should be able to be identified digitally using their iris or their fingerprints, and we can transact without the necessity of people struggling to identify who they are. Sasa digital ID ni agenda ya kishetani ya New World Order inayosimamiwa na mpinga Kristo mwenyewe. Sasa kwa nini imekuwa rahisi kwa William Ruto kukubali kufanya kitu cha namna hiyo kwa wananchi wake? Ni kwa sababu amekubali kutumika na vyama vya siri vya kishetani, na ninasikitika kusema kwamba William Ruto hayupo kama alivyoingia. Kwa sasa ni mtu mwingine tofauti, asikiae na afahamu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia hawa Illuminati ndio wanaoamua ni jambo gani baya wanataka litokee kwenye hii dunia. Matukio mengi ya kutisha unayoyasikia yakitokea duniani kwa sehemu kubwa yametengenezwa na hawa waabudu Shetani, na wanafanya hivyo kwa lengo la kutengeneza aina ya ulimwengu wanaoutaka wao. Nataka nikupe mifano ya kukusaidia kuelewa dunia ilipofika, ili ikusaidie kufanya maamuzi juu ya nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini umewahi kuona karata, au pengine umewahi kucheza karata kwenye maisha yako. Lakini inawezekana kwenye maisha yako hukuwahi kujua kwamba karata ina siri ya kishetani nyuma yake,
na kwamba si mchezo ambao unaruhusiwa kuucheza ukiwa kama mtoto wa Mungu. Nasema hivyo kwa sababu nataka nikutambulishe kwa Steve Jackson. Huyo ni mjumbe wa Shetani na anatoka kwenye chama cha siri cha kumwabudu Shetani. Tangu miaka ya 80 amekuwa akipitisha agenda za Illuminati kupitia kampuni yake ya michezo ya kubahatisha inayojulikana kama SJ Games. Ilipofika miaka ya 90, Steve Jackson alitengeneza karata za kishetani zilizobeba ujumbe wa matukio yatakayokuja kutokea duniani. Na nataka nikupe mifano michache, na kuanzia hapa utaelewa waabudu Shetani wana malengo gani hasa kwenye nyakati hizi za mwisho. Kwa hiyo ninaomba unisikilize vizuri, na hapa ninaanza kuingia ndani kidogo kwenye mafundisho. Kwa hiyo Mungu akupe utulivu uweze kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Karata ya kwanza inaitwa Terrorist Nuke na ilitoka mwaka 1994 ikizungumzia mpango wa Illuminati kuhusu shambulio la ugaidi. Na ukiangalia hiyo picha vizuri utagundua kwamba hayo ni majengo yanayotambulika kama Twin Towers yaliyopata shambulizi la kigaidi Septemba 11 mwaka 2001, kipindi ambacho Rais George W. Bush alikuwa madarakani. Sasa nataka uangalie picha kwenye karata, alafu angalia na picha ya tukio halisi. Utagundua ni kitu kile kile, ambayo inamaanisha ya kwamba tukio la ugaidi lililofanyika Septemba 11 mwaka 2001 halikutokea kwa bahati mbaya, lakini lilikuwa limepangwa miaka mingi sana iliyopita, na walioliandaa ni waabudu Shetani, na likatokea kama walivyopanga litokee. Hiyo ni karata ya kwanza. Karata ya pili ambayo Steve Jackson aliitoa inaitwa Epidemic na inaeleza kuhusu mpango wa Illuminati juu ya mlipuko wa magonjwa. Na ukiangalia hii karata utaona ina picha ya barakoa, kuna chupa ya chanjo, kuna disinfectant au sanitizer, alafu kuna neno quarantine. Maana yake ni kwamba kupitia karata ya Epidemic, Steve Jackson alikuwa anaijulisha dunia kuhusu mpango wa Illuminati wa kuleta janga la corona. Sasa kumbuka, hii karata unayoiona hapo ni ya mwaka 94, lakini corona imekuja kutokea mwaka 2019, ambayo inamaanisha ya kwamba corona haukuwa ugonjwa wa bahati mbaya. Corona ulikuwa ni ugonjwa ulioandaliwa na waabudu Shetani na ulikuja kutokea kama walivyopanga. Sasa hiyo ndiyo dunia tunayoishi. Ninaamini umewahi kutazama show ya The Simpsons. The Simpsons. Episodi ya kwanza ilitoka tarehe 17 Disemba ya mwaka 1989 na aliyeitengeneza anaitwa Matt Groening, ambaye pia ni mwabudu Shetani na yupo kwenye chama cha siri cha kishetani. Na ndio maana ukiangalia hata picha yake kama inavyoonekana hapo, utaona ameweka alama ya kishetani ya pyramid na alama ya jicho la Horus.
Sasa kabla hajaanza kutengeneza show ya The Simpsons, alikuwa akitoa vitabu vya katuni za watoto zenye maudhui ya kishetani kama vile Life in Hell, akimaanisha maisha ya kuzimu, How to Go to Hell, akimaanisha jinsi ya kwenda kuzimu, The Road to Hell, au njia ya kwenda kuzimu, na The Huge Book of Hell. Sasa baada ya hapo ndipo akaanza kutengeneza katuni ya The Simpsons unayoifahamu. Sasa unisikilize, itakusaidia. Lengo la Matt Groening la kutengeneza katuni ya The Simpsons sio kukuburudisha wewe na kukufanya ufurahi, lakini anatumia katuni kueleza mipango ya waabudu shetani kwenye dunia kupitia television. Na utakumbuka niliwahi kukwambia ya kwamba moja ya kazi ambazo waabudu shetani wanafanya ni kutengeneza matukio ambayo wanataka yatokee hapa duniani. Sasa katuni ya The Simpsons iliwahi kueleza kwamba Donald Trump atakuwa rais wa Marekani, na walionyesha jambo hili kwenye episode inayokwenda kwa jina la Back to the Future iliyotoka mwaka 2000. Katika hii episode, character anayefahamika kwa jina la Lisa anaonekana amekuwa rais wa kwanza wa kike baada ya Trump. Excellent question. Yes, I am proud to be America's first straight female president. Helen? Wasn't I wearing... Voilà, d'accord. Sawa. Watachana faranga nisokasha hapo. Eh? Simuungwa huo. Okay, okay. Okay. Okasha pucho sisi faranga nani ukadi. Sawa, baadaye. Eh. Wacho okasha pu Wacho okasha pu kama ushilombuka washikasha pu inecho. Okay, sawa.